tena. Moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe
Yes, thank you so much kwa wale wote ambao sijui kama bado mitambo iko vizuri, ili kama tuweze kujua kama iko vizuri ama namna gani. Itakuwa ni vizuri ikiwa kwamba unatuweza kutufahamisha kama bado mitambo iko sawa ama iko namna gani katika harakati tu za kutengeneza mitambo hii yetu. Sijui kama sasa hivi wala ambao mnaendelea kututizamia pale, itakuwa ni vizuri ikiwa kama unatuambia kwamba ninakupata kwa njia nzuri au namna gani. Itakuwa ni vizuri tukiweza kucheck in na kusema kwamba iko vizuri. Iko vizuri, itakuwa ni vizuri kwamba tukisema pale ili kwamba tukirejea ikiwa kama mnasikia iko vizuri. Sijui kama bado mnanipata, itakuwa ni vizuri ukitext in right here ili kwamba tuzidi kwa pamoja ili tuweze kupambanua yale ambayo ni masuala ambayo yanatuchangana kidogo, na ikiwa kwamba tuko vizuri itakuwa ni vizuri sana na vizuri ajabu. Alright. Haya, tutaweza kuangalia masuala kila ambacho tumeangalia pale, jinsi ya kukushughulikia kama wewe Mkristo unastahili kushughulikia haje
masuala ya being childless. Ukiangalia pale kwenye kitabu chako, kama wale ambao mlisoma kidogo mkafika haswa katika kidato cha 4 pale, mliweza kusoma masuala haya kwenye CRE, na haya ni kidogo tu yale ambao tutaweza kuiangazia siku hii ya leo, na kidogo tuweze kujua ni yapi haya Mungu anahitaji kama wana wake tukue, ama wana wake tuwe nayo, hasa kwa wale ambao kidogo tuko na shida, tuko na challenge kidogo na kutokuwa na mtoto. Tutakuwa namna gani, tutafanya nini ili kwamba pawe pazuri ama iwe vizuri kwetu kuweza kujua yale ambayo tutaweza kupambanua nayo. Sawa. Sasa thank you so much dada yetu, tumesema kwamba iko vizuri. Tunaweza kusonga kwa njia ya taratibu. Tutaweza kupambanua ni yepi haya kidogo yanaweza kutuzingua pale, ikiwa kama mtu hana mtoto bana, inakuwa ni kwamba inazingua sana. But we are happy kwamba siku ya leo bado wewe unaendelea tu kutizama. Pole kwa itilafu hizo ambazo zilionekana hapo mwanzo. We are happy kwamba bado unaendelea kutusikiza na kututizama hapa kwenye Kisi Hot TV mara hii. And we are very sorry kwa sababu ya masuala hayo kidogo yamekimetamba, lakini tumerejea ili kwamba tuweze kuzidi kwa pamoja. And now we are trying to say kwamba kuna masuala ambayo kidogo yanachangana, masuala mengi yanachangana. Sasa inabidi kwamba tuelewe kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka juu ya maisha yetu, na hapa lazima tuwe kwamba tunafuatilia kile ambacho Mwenyezi Mungu anahitaji juu ya maisha yetu. And ukitaka tu kufuatiliwa na ukitaka tu Mungu tu aweze kukusaidia, Mungu tu aweze kukuinua, kuna vitu ambavyo haustahili kucheka. Na hivi vitu haustahili kuvicheka. Kwa sababu gani? Haujui yako ya kesho itakuwa namna gani, na itakuwa kwamba ni vizuri ukijua haya, ili kwamba unapokuwa pale nyumbani uweze kujua ni kipi hiki ambacho unastahili kukua nacho, ni kipi hiki ambacho unastahili kukifanya katika masuala yote siku za maisha yako zote, ili kwamba ikuwe vizuri kwako wewe kupambanua na kujua hiki stahili kukicheka na hiki stahili kukicheka. Yule ambaye anaitwa Paul Kapamasi anasema kwamba yuko tuned, anasema kama tuned in bro, thank you so much. Kwa wale wote ambao bado mnaendelea kuwa tuned hapa, ili kwamba tuzidi kupambanua yote ambayo tuko nayo katika siku hii ya leo. Kumbuka kwamba Pastor Jeremiah tujaongea naye kama ikiwa kama ametoka pale mji wa Tanzania, ili kama tuweze kujua kama amefika, lakini tutaweza kujua baadaye ikiwa kwamba bado yuko pale ama bado amerudia Kenya, ili kwamba tuweze kujua kuna namna gani katika wiki hii ya sasa hivi. Usiende mali, kwa sababu hii inaitwa ni MOSHENEE ya Christ, ambapo tunaendelea kusema yale ambayo Mwenyezi Mungu anaendelea kuyatenda juu ya maisha yetu, and we can't give up, kwa sababu tunajua Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, and he is going to give us a lot of energy ili kwamba tuweze kusonga kwa njia iliyo nzuri. Hiyo kwamba uko na shida pale, usione hiyo shida kuwa shida, ona Mungu akiwa ni mtatuzi wako. Na tumechelewa sana kuomba katika siku hii ya leo kwa sababu ya masuala hayo ya mic, na kidogo tu nimeweza kurejea ili kwamba tuweze kuanza kwa masuala ya kuomba Mwenyezi Mungu na kumwambia kwamba Bwana wetu, tunakupenda na tunakuhitaji hasa katika siku hii ya leo, kwa sababu tunakuhitaji wewe Mungu unaishi na kutawala katika kuume kwa Baba, wewe Yesu Kristo, ambaye kwa kweli wewe hauwezi kulinganishwa na mwanadamu, kwa sababu wewe upendo wako ni wa agape, na hauwezi ukakuwa kama mimi ambaye mimi naweza nikakadangana, lakini wewe Mungu hauwezi kudangana. Na hata jana tumezungumzia masuala tofauti kwamba nani ambaye unajua kwamba neno liligeuka likabadilika likawa pia ni flesh, ama ikawa nyama flesh, ikakuwa ni uzima wa mtu. Yani neno liligeuka kuwa uzima wa mtu baadaye. Mara ya kwanza ilikuwa uzima wa watu, uzima wa Adamu, na mara tena ikakuwa kwamba kwa sababu yeye ni pumzi yetu, siku zote yeye ni pumzi yetu, na lazima tuelewane na tukumbuke kwamba yeye ni pumzi yetu kila wakati na kila saa, ambayo inatubidi kwamba kila wakati tuweze kumshukuru na kumuinua, kwa sababu yeye anatupenda na anatujali kila wakati. I say ndio kama huko mbali tu pale mbali, jua kama hapa ndipo kwenye Kisi Hot TV mara hii tena tukikwambia kana ni MOSHENEE ya Christ, ambapo tunaendelea kuchanganua na kujua ni yapi haya tunastahili kuangalia, haswa wakati ambapo watu wanaendelea kunungunika. I say tutafanya namna gani? Swala hili la watoto limekuwa shida, haswa kwa familia nyingi, na hapa lazima tukuchangunulie kama yule ambao unamwogopa Mungu. Huenda ulifanya harusi, mfano pale nyumbani kuna mtu amefanya harusi,
Na hili linakuwepo, unasikia watu wameanza kusema kwamba huyu bana mlileta mtu mkaanza kumpa chakula lakini hafuzai bana, tunafanya namna gani? Mlileta mtu hapa kidogo imekuwa changamoto bwana, tuelewani kuna nini? Lakini unajua hapa lazima tuelewane. Yaani kila mtu ambaye yuko duniani, Mungu anajua hatima yake. Oh yes, tunaelewana vizuri. Kila mtu ambaye yuko humu duniani lazima ujue kwamba Mungu ana hatima yake. Na nilikwambia kuna watu haustahili kuwacheka. Mwanzo, watu ambao wako na maradhi haustahili kuwacheka, kwa sababu maradhi hauwezi kujua ni kipi hiki kimesababisha haya yote kuandama. Pili, kila ambacho unastahili kukifanya ni kwamba kumcheka yule mtu ambaye yeye haswa ni mjane. Pili, tatu, haustahili kumcheka yule ambaye ni yatima. Nne, haustahili kumcheka yule ambaye hajiwezi. Hiyo inakuwa ni vibaya sana, kwa sababu masuala kama hayo inakuwa ni vigumu. Pia yule mtu ambaye unajua maumbile yake yako vile, haustahili kumcheka, kwa sababu ni Mungu tu, Mungu muumbaji ndiye anajua siri ya uumbaji wake. Unapata pale kule manyumbani kuna mtu ambaye unamchukia, unamchukua, unasema huyu mtu ni mfupi sana huyu mtu ni mrefu sana, huyu mtu hatumpende bwana, huyu mtu ni mnene sana, huyu mtu akona kitambi kikubwa sana na hata hatufurahishi. Isikuwe hivyo bana. Ikuwe hivi. Ikuwe kwamba unasema I say huyu vile tunavyomuona hapa ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu na niposa ako namna hiyo. Tunastahili tu tuwe namna hiyo, because itakuwa ni vizuri kwamba ukiwa maeneo yoyote pale uweze kujua kwamba Mungu huyu alituumba kwa nafsi na njia tofauti tofauti. Na hiyo nafsi aliyotupa, hiyo ndio tunamwakilisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu alisema kwamba nafsi zetu za ndani ndizo tu Bwana wetu alizoziumba. Hii miili tu ni kutuwekelea tu, because hii miili tu ni yenye dhambi, huwa ina fikra potovu, lakini kuna ile nafsi ambayo Bwana wetu aliweza kuipuliza katika maisha yetu, ambayo kwa kweli hiyo tu imetufanya sisi, mimi na wewe, tuweze kuwa na some of the greatest talents zikiwa ndani yetu. Kuna ile nguvu, kuna gifts ambazo ziko ndani yako, lakini lazima zipitie kwenye nafsi yako. Unajua nafsi inapenda, nafsi inachukia, nafsi hiyo sasa hiyo lazima tuelewe. Kuna vitu ambavyo tunastahili kuchukia na kuna vitu ambavyo tunastahili kuvipenda, hasa kama wewe ambaye ni Kristo, ambao unajua kwamba MOSHENEE ni mbaya sana. MOSHENEE ni mbaya sana. Lazima ujue unastahili kuchapa MOSHENEE aina gani. Chapa MOSHENEE kwamba mtu fulani amekuwa mbaya lakini siku hizi ameokoka, inakuwa ni vizuri. Hiyo ndio MOSHENEE mzuri, ambapo kidogo inakuwa type like kushuhuda, lakini usishuhudie mtu kwamba hana mtoto na ndio hata sasa sijui nini kinafanyika. Ndio hii hasa inakuwa kwa watu ambao wameshafunganishwa kwenye ndoa, kwenye fungate, hasa wale ambao wamefunganishwa kwenye fungate, na hasa unapata kwamba mtu hawezi akapata mtoto. Sasa hii changamoto ya kutopata mtoto si kwamba ni mtu ako nayo. Na nataka tuelewe vizuri. Hata kuna wale watoto wachanga ambao kidogo hawajafahamu. Kidogo tu hata kiona hii video, jamani, mwambie tu vile anastahili kuwa. Kuna wale vijana pia tuna blame watu ambao kidogo hawana uwezo kwa kupata watoto, and we are still saying hawana kwa sababu ya hii na hii. Usiwe tu unafanya hivyo. Kuwa tu unachukua wakati wako kufikiria vizuri. Kumbuka kwenye Biblia si hawa tu ambao wako hapa duniani ndio tu hawana watoto. Kwa hata Biblia kuna wale ambao tumewasoma, na inakuwa kwamba ni mpango wa Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako. I tell you, ni mpango wa Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako. Kwa hivyo you need not to cry, you need not to have a problem with that. You should actually be ready to support this very person. Juzi tulikuwa tunaongea na wale ndugu ambao walikuja hapa, ambao tulihost hapa wiki mbili zimepita nikidhani, kwa sababu ni Sunday moja, hiyo nyingine tulikuwa nao ndugu wawili, na kidogo walikuwa wanasema kwamba kuna watu ambao kidogo wanaona kwamba mtu anapokuwa kipofu, mtu anapokuwa na changamoto fulani kimaisha, wanaona ni kama amelaaniwa. Hapana, lakini akaniambia kwamba, na hili aliniambia ukweli, the inaitwa the bitter truth, kwamba kwenye Biblia bado tunaona kuna watu ambao walikuwa vipofu hawangeona. Kwa Biblia tunaambia kuna watu walikuwa viwete hawangesimama. Kwa Biblia kuna watu ambao hawangekuwa na uwezo wa kuzaa, lakini ilikuwa ni mpango wa Mungu, kwa sababu alijua kwamba hawa watu wakipatikana katika nchi hii ya pili tena, ambapo kuna watu ambao wamezaliwa hivi sasa, ndipo kusikuwe na pingamizi kwamba hawa ni washetani, hawa ni wanani, ili iwe kwamba hao wote ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Unaona mtu ambaye yuko namna alivyo,
wewe mwache, kwa sababu ni Mungu tu aliyemuumba, kwa sababu mambo yote tu ambayo yanafanyika katika maisha yetu inakuwa kama ni mpango wa Mwenyezi Mungu, and whatever God has designed hauwezi ukageuza. Leo sasa tuangalie haswa masuala haya ya kutokuwa na mtoto inakuwa namna gani. Inaweza kuwa it's spiritual, inaweza kuwa kama ni mambo ya kinyumbani, inaweza kuwa kama ni masuala tu ulimcheka mtu, inaweza kuwa ni mambo tu Mungu ame design tu, kwa sababu Mungu huwa ana design vitu vingi katika maisha yetu, na hatustahili tukicomplain kwamba nini. Tunastahili tu tuseme kwamba hili limefanyika kwa sababu ya mpango wa Mwenyezi Mungu. So ikue ina sound loud and clear kwa wale vijana ambao tuko pale nyumbani. It sound very loud and clear kwa wale wazazi ambao kidogo mtoto ameolewa kwako hivi majuzi, ameolewa mwaka mmoja umepita, alafu unaona kwamba hakuna dalili ya mtoto bana, hakuna dalili ya mtoto. Sasa wewe still complain, kwa sababu unajua hili lazima ujue. Kila mtu ana mpango wake, lakini kuna yule ambaye mpango wake ni mkamilifu kwa maisha yetu. Hiyo lazima tuelewane. Kila mtu ako na mpango wake. Hapa unisikize. Mpango wangu naweza nikasema 2026 nitapata mtoto. 2027 nitapata mtoto. Na huyo mtoto nitamuita namna gani? Naweza kuwa niseme kwamba hata nitapata msichana ama nitapata mvulana. Vile wengine wanavolia. Hili swala unapata kwamba mtu umepanga, lakini kuna yule ambaye mpango wake ni mzuri zaidi ya maisha yetu. And when you don't have a kid, hiyo ni mpango wa Mungu. Sasa sitapata mtoto kidogo, nileta bibi wa pili. Nimekuwa na shida fulani, nileta bibi wa pili. Wewe si lazima. Vitu vingine lazima tukubaliane na Mwenyezi Mungu, kwa sababu vitu hutendeka kwa sababu ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Zimetimia mwendo wa saa 3 usiku saa ya Afrika Mashariki. Sijui kama unatupata kiwa maeneo gani, inaweza ukatext in ili kama tuweze kujua unatupata kiwa maeneo gani katika jioni ya leo. Ni Papa Isaac Lenda kwenda MOSHENEE ya Christ hapa ndani ya Kizi Hot TV. Kwa unatutazama kutoka pale maeneo ya Facebook, unaweza ukalike hiyo video, unaweza ukaisend, ukaishare kwa mafriends wako pale ambao unawapenda, ambao ungependa pia waweze kupata hili. Ndio kuna wale ambao pia unajua uko na hii shida hii MOSHENEE. Unasikia watu wanapiga MOSHENEE hadi wanapeana high five. Ni hivyo, ajuangi kitu. Yeye tu ni kukula tu, ataki kupata watoto. I say, nakwambia lazima tuelewe hii. Kuna vitu ambavyo viko spiritual, kuna vitu ambavyo kuna vitu ambavyo viko spiritual. Haswa mimi napenda niongelee kuhusu masuala ya spiritual, kwa sababu hapa lazima tuelewane. Na kuna ile ambao ni mpango wa Mungu. Nimesema kwamba mwanzo lazima kuna kwa mafikira ama kwa fikra za mwanadamu, huwa tunakuwa na fikra zetu na mipango yetu, lakini kuna ule mpango wa Mwenyezi Mungu ambao ni dhahiri shahiri, ambao kwa kweli hauwezi ukapunguzwa, hauwezi ukageuzwa, hauwezi ukakuwa tofauti na kile Mungu amedesign. Yes. Kila Mungu amedesign lazima tukikubali. Akishasema kwamba iwe hivi, basi hatustahili tukalia. Hatustahili tukalia. Leo tumekuwa pale, unajua hii nazungumza kwa sababu kuna masuala pale nyumbani kidogo, unahisi kwamba huyu ndugu yangu amenichomea sana, dada yangu amenichomea sana. Sasa mimi naona ni kama sistahili katika hii familia, sijui nimekuwa namna gani. Hapana. Usitelikuwa hivyo. Wewe ngoja, kuna wakati wako. Wewe ngoja, usilie, usitazamie lolote. Angalia kwamba kuna Mungu ambaye anakutazama kila wakati. He has good plans for you. He has good plans for you. Good thoughts for you. Usijali, usihofu, usilie, because our God is there. Mungu wetu yupo Mungu ambaye hawezi kukuangusha. So wale ambao tuko na changamoto hii, tuko na shida hii ya kuwacheka watu ambao kidogo unaona kwamba hii shida imekuwa kwao, you should take them as your brothers. By the way, inahitaji kwanza haswa wakati wote uambie kwamba ndugu yangu mpendwa, ninakupenda sana, ninakujali sana. Itakuwa ni vizuri sana. Itakuwa ni vizuri ukifanya vile, itakuwa kwamba inakuwa ni vizuri tukisonga kwa njia hiyo ya taratibu. Katika kitabu cha Mathayo 2, hiyo ni sura ya 2, mstari ni wa 3 hadi 7. Huyo ambaye amesema ni dada mkubwa, tusome pale ili kama tuweze kujua anamsema nini katika Biblia hiyo. Na ikiwa huko pale nyumbani ungependa tu kusoma Biblia hapa hivi leo, itakuwa ni vizuri tukiweza kujua
ni yapi ambayo kwa kweli wewe binafsi ungependa kuyasema kuhusiana na masuala haya? Changamoto hii kidogo wewe unaichukulia namna gani? Wewe unaonanga namna gani? Wao watu wa MOSHENEE wataacha kweli? Kidogo tutapata wimbo kidogo, alafu baadaye nitarejea ili kama tuzidi kupambanua hayo yote ambayo tunaweza kukueleza katika siku hii ya leo. Kwa hivyo usiondoke, kwa sababu hivi sasa nitaweza kurejea baada ya wimbo kidogo ambao tunaucheza kwa muda mfupi. Usiondoke, ni hapa hapa kwenye Kisi Hot TV ambapo tuko kwenye MOSHENEE ya Christ, mara hii ikiwa ni awamu ya saa 3 zikiwa zimekatika na dakika 4 tu katika majira haya ya saa 3.
Nakwambia kwamba nitabidi itazidi kutazama kwa sababu ninajua kwamba Mungu ananiangalia kabisa. Nitazidi kutazama yale ambayo alifanya Calvary, na itazidi kwamba nimejua kwamba nilipe nitakalolifanya ili kwamba liweze kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Kuna yule dada yangu anasema kwamba ndoa bila mtoto ni sawa na wenye hawana wataweza kuvumiliana kwa sababu ni masuala ya Mwenyezi Mungu. Lakini hawa I want us kidogo tuelewe wale ambao kidogo wanakuwa na hii changamoto ambayo ni ya kutoelewa kwamba mtoto asipokuwa kwenye familia fulani, ni kwa sababu mtoto asipokuwa kwenye familia watabidi tu kuwa kwenye furaha, ni kwa sababu tu ya kitu kimoja. Hawajajua why God designed a woman for a man and the reasons. Hawajajua kabisa. Hiyo nitakwenda kueleza baadaye, lakini tusome tu kifungu ambacho dada yetu ameweza kutupea katika siku ya leo. Dada yetu ambaye kwa jina ni dada mkubwa anasema kwamba when King Herod, hiyo ninasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari ni wa 3 hadi 7, inasema kwamba that is New International Version NIV, ambayo inasema kwamba when King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he called together all the people's chiefs, priests, and teachers of the law, he asked them, where is the Messiah? Where the Messiah was to be born? In Bethlehem in Judea. They replied, for this is what the prophet had written. Verse 6, but you, brethren, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Verse 7 pale inasema kwamba then Herod called the Magi secrets and found out from them
the exact time of the star had appeared. Yeye hapa anatueleza masuala haya ambayo kidogo next week tutakuwa tunaangazia pale makanisani, vile Yesu alipopatikana nchini na vile alikuwa ni wa maana katika maisha yetu, vile alikuwa ni wa maana, vile amefanyika kuwa mwana, vile alifanyika kuwa kwamba yeye alitufanya kwamba tufanyike kuwa wana. Kwanza hiyo ndio nataka tueleweshane kwamba alitufanya tujulikana kuwa wana wa Mwenyezi Mungu. Alifanya kwamba siku zote tuweze kujulikana kama sisi ni wana wake Mwenyezi Mungu, kwa sababu alitupenda, alitupa tu nafasi nzuri ya kusimama, alitupa akili nzuri, alitupa mawazo mazuri, alitupa hekima nzuri, kwa sababu bado yeye anatupenda. That is why today tunaonekana kuwa wana wa Mungu. Haya, tumemaliza kusoma kile kitabu ambacho ni dada yetu ambacho nimetueleza siku ya leo. Leo ni mwisho, nasema kwamba following live, ndoa bila mtoto ni sawa na wenye mtoto. Nitawaambia kwa nini haya, hiyo nitaweza. Umeanza kunikumbusha kile ambacho nilikuwa nikiangazia. Dada mkubwa, wewe unanifuata pale, wewe unanifuata tu. Yeye uko pale, wewe ni mgeni hapa kwenye Kisi Yote TV, unaweza ukalike hiyo video, unaweza ukashare na friends. Ikiwa kama uko YouTube na hujawahi kuwa ni follower, tafadhali you can subscribe pale chini, kiliza kwenye mkono wako wa kulia kwenye rangi ya nyekundu, katika rangi ambayo maandishi yako katika rangi nyeupe, lakini yote tu iko kwenye mstatili ambao uko katika rangi ambayo ni nyekundu. Kwa hivyo ukifuatilia pale, hata kwamba wale ambao tuko Facebook bana, nataka nifike like hata 100 hii leo, itakuwa ni vizuri. Ikiwa umeingia pale, video imekuwa nzuri bana, like itakuwa ni vizuri sana. Naona hapa niko na dada mkubwa hapa, dada yangu Miss Omwenga bana, acha kufunga kamera, fungua kamera. Good. Ujambo? Sijambo. Uko mzima? Ya, niko poa, nashukuru. Siku imekuwaje kazini? Niko poa, nashukuru. Labda we? Hapa pia tunashukuru, imekuwa nzuri, Mungu ametulinda. Hivyo ni vizuri. Sasa wewe unatupata ukiwa maeneo gani, ili kidogo yule ambaye anatizama aweze kujua unatupata ukiwa eneo lipi? Niko Baghdad, Iraq. Hilo jina litaning'oa meno. Hebu rudia. Yeah, not Syria, Iraq. Alright, Iraq. Iraq wameacha vita? Hakuna vita. Alright, nzuri. Haya, ikiwa leo tunaenda katika mjadala wa siku ya leo kidogo, wewe ungependa kuwapea advice watu ambao hawana watoto kwenye ndoa kwa njia gani? Ungependa kuwapea ushauri upi? Mtu ana mtoto kabisa ama? Ndio, wale ambao wamekuwa kwenye ndoa, mfano walifanya harusi na baadaye walipokwenda pale manyumbani hawajafaulu kupata mtoto hadi kwa miaka 10 imepita, 9, utawapa ushauri upi? Mi siwezi nikalaumu mtu because inaweza kaa ni wanasemanga kukaa na mtoto is a gift from God. Kama una mtoto pia you need to accept the situation. Because huwezi ukafanya tendo mbaya kwa hauna mtoto. You need to accept the situation. Sema there is a reason behind that. Na kama ni mwanaume usilaumu bibi yako eti hajazaa mtoto. Mnafaa kuamka wewe na yeye muende umpime muone shida iko wapi. Me on my side kuna wenye wanasema mwanaume ndiye anakuanga na shida. But on my side usicomplain it bibi hasai. Enda nyinyi nyote muangalie. Ukiona kuna possibility kama wewe uko capable kusaa, mkae muelewane na yeye umuulize. Do you mind ni wewe wa pili ama shafte mtoto uadapt tutunze huyo mtoto as a family. Ya kukaa na mtoto is a gift. Ukumbuke tuliambiwa na pastor tustahili kuongeza bibi wa pili. Unastahili kuwa na yule wako, mvumiliane hadi mwisho. It depends. Najua nyinyi wawili kuja mimi na wewe pa Isaac tukae mimi na wewe uniulize aje my wife unaona aje tunaweza endelea kukaa haya maisha ama can I move on next
nitafute bibi nioe. Akikwambia yes, no problem. Akikwambia no, you can look for means and ways. Either mtafute mtoto mtunze akae mtoto wenu. Oh yeah. Vizuri. Mna agree as a family. Unaendelea tu mna adopt ama alete bibi wa pili. Hayo ndio maoni yako kwako. Yeah. Mkielewana penye kuelewana. Alright, vizuri. So ni vizuri tumesikia maoni yako hapa. Sasa yule ambaye kidogo unaendelea kutizama pale, unaendelea kusikiza yale ambayo Miss Omwenga Loni amesema hapa. Sasa tujui kama ni vizuri. Haya, tutajua mwishowe pale wakati nitakuwa napeana suluhisho kidogo. Loni, ungependa kuwasalimia akina nani? Mamangu mzazi, ndugu zangu, marafiki zangu na kids wote fraternity. Wow, hata mimi niko included manzeni, nimefurahi. Thank you so much. Ambia wengine kuwa to join. Najua ukienda hapo nyuma ya tent waambie watu join hivi sasa tuweze kuzungumzia hili swala. Sawa. Amekuwa ni Miss Omwenga pale akisema kwamba ikiwa wataelewana na bwana na bibi waseme tulete wa pili itakuwa ni vizuri. Najua kuna wakati mimi naona kwamba masuala yote kila mtu ambaye maoni yako kidogo yamekubaliwa, kwa sababu bado tunaendelea kufuatilia kwa njia iliyo nzuri katika mida hii, nikiwa ni mida ya saa 3 dakika zimekatika, ni dakika 20 peke yake. Tunaendelea kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu bado tunaendelea kuangalia yale ambayo bado anazidi kutuelezea katika siku hizi za maisha yetu. Pale ikiwa mko pale unataka tu kuongea na sisi, naona Boniface Apostle ako hapa. Apostle Boniface, ujambo? Sijambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, tuambie kidogo wewe, kwa sababu hii ni kwanza jina lako Apostle bana. Nimevalia sasa, nimeacha nitoe kola leo kwa sababu leo nakuachia uvalie hiyo kola. Haya, Apostle wewe unaona hili swala la kutopata watoto kwa masuala ya ndoa za Wakristo ama waumini inastahili wafanye nini? Hai, mambo na ndoa huwa siongeleangi sana mimi. Lakini unajua wewe ni Mkristo, si ndio? Na wewe ni Apostle, si ndio? Mara nyingi hata Yesu aliongelea kuhusu haya masuala. Mara ya mingi hata Mungu katika uumbaji alifanya haya mambo. Kwa hivyo wewe huwezi kuongelea chochote hapo? Naweza kosea. Alright, thank you so much. Wewe wasalimie wawili watatu. Acha nisalimie mtu anaitwa Loni Omweshi. Ashapita hapa amekusalimia pia. Kuna mwingine anaitwa Kurukuntu. Hata wewe. Thank you. Sungura pia ananisalimia. Na mafanisi wote wa Kisi Hot TV bwana, niwaambie watoke huko nje tuwaone kwa screen. Wasikiwe wana comment tu hapa nje. Wasikuwe mashabiki bwana, waingie uwanjani wakacheze kidogo tusikie. Ndio hivyo. Thank you so much our brother, kwa sababu ya pia wewe kusema kwamba kidogo sitachangia. Huyo amekuwa ni ndugu yetu mbane, ni Apostle Boniface. Nasema kwamba mimi hapo hapo sitafika. Kuna yule ambaye ametuma ujumbe hapa, anaitwa dada mkubwa, anasema kwamba nikwambie Isaac, wenye watoto wote wanalia, wenye vijana pekee wanalia, wenye na wasichana so wenye hawana wanalia. Sasa ukweli uko wapi? Amani binadamu hatuna, pazuri ni vilio 99% sana kwa Afrika, na haswa kwa watu ambao ni Waafrika ama African people. Hivyo ndivyo anavyoandika hapa, akisema kwamba African people wazee tunapenda kulia sana, lakini tunastahili kama tupende na tujue jinsi ya kuishi na wale kidogo ni wazazi wetu, jamaa zetu, wale hawana watoto, wale wanao watoto, na inakuwa ni vizuri tukisonga kwa njia ya taratibu. Niite Papa Isaac Lena katika awamu hii ya mwisho kumalizia, zikiwa zimekatika dakika 25 baada ya saa 3 usiku. Na sijui sasa hivi, najua kwamba unakunywa kachai ikiwa unapenda chai, hasa kama mimi hapa nikitoka, by the way chai lazima ninguze.
Hata kama itakuwa ni namna gani. Huyu ndugu, huyu dada, sijui ni dada ama ni ndugu ambaye ametext sana sasa hivi, ambaye jina lake ni GRDCGV7U FDWDFGHH, ambaye anasema kama iko tuned kabisa. Thank you so much wewe ambaye hilo jina kidogo ni refu. Inakuwa ni refu sana, lakini tunasema kwamba shukrani sana kwa sababu bado tu unaendelea kututizamia hapa kwenye KCOT TV. Kwa wale wote ambao bado ni silent listeners, silent viewers, thank you. You can comment in, na pia niliwaambia kwamba leo tunataka target yetu pale tuweke likes ziwe mingi sana. Target pale kwenye Facebook, pale kwenye YouTube, likes ziwe mingi. Ikiwa wewe ni mgeni kwenye YouTube, subscribe pale kwenye rangi hiyo nyekundu ambayo iko kwenye maandishi ya white ama maandishi ya rangi nyeupe, ili kwamba itakuwa ni vizuri kusubscribe pale, itageuka yote tu iwe ni rangi ya rangi nyeusi, alafu baadaye rangi ya kijivu pale, alafu baadaye wewe ukiriza katika mkono wako wa kulia kwenye hiyo bell ama kengele hiyo, ukiriza hiyo kengele itakuwa kwamba umesubscribe ili upate notification zote tu, ili kwamba utakapopata unatupata katika siku zote. Thank you so much kwa wale ambao bado mko pale Facebook, mnaendelea kutukazia macho tukiendelea kuzungumzia hili swala. Lakini tuende kwa masuala ya Biblia, kwa sababu naona kwamba dakika zangu zinasonga na inabidi kwamba nikueleze mawili matatu kuhusiana na masuala haya, ili kwamba tukiwa pale tuweze kujua ni nini mpango wa Mwenyezi Mungu. Mimi nitatoa haya mambo yote kwa kichwa, ili kama tujue tutastahili tufanye nini hasa wakati kama huu ambapo watu wana try complain. Leo umesikia hapa dada yangu anasema kwamba mtu akiwa na watoto ambao ni wale ambao ni magulamu peke yake, anasema sitakiwa vulana bwana, mimi kidogo tu niongeze kama msichana bwana, itakuwa ni vizuri. Lakini kuna ule mpango wa Mungu, nataka tuelewe hapa katika mpango wa Mungu katika uumbaji. Tuanzie pale in the book of Genesis, pale Mwanzo, kitabu cha Mwanzo kinatuambia kwamba Mungu alimuumba mwanamke kuwa companion, kuwa msaidizi wa mwanaume. Na kama haujajua kwamba ako na mtoto, siku nyingine hapa nakumbuka kwamba kuna mtu mkubwa kwangu hapa, wakati nilikuwa najisema kwamba mimi naitwa nani, alafu tulikuwa tunaongea na familia yake kidogo. Katika harakati hizo za kuongea, mimi nikasema huyu ni mkubwa wangu. Najua bibi yake aliniambia huyu ni mtoto wangu. Sasa wewe ni bosi wako, lakini mimi ni mtoto wangu. Sasa wewe kama hujajua, mwanaume unapolia ama watu wanapolia, wewe waambie mimi ndio mtoto the very first born wa mtoto bibi yangu. Itakuwa ni vizuri akitambua namna hiyo, because inakuwa hivyo ili tusikuwe tunalalamika kila wakati, kwa sababu Mungu tu ana mpango mzuri. Alright? Alikuumbia bibi ameliumba kwa sababu ya kusaidia mwanaume, ya kwanza. Ya pili, cha kwanza ujue hicho that is the main. Hakuwekwa hapa eti lazima pate mtoto, hapana. Aliweza cha kwanza ambacho Mungu aliona ni vyema, aliona kwamba mwanaume yuko bure, yuko upweke, akaona ni vyema amuumbie mwanamke. Hapa tuelewane vizuri. Aliona tu ni vema amuumbie mtu ambaye ni msaidizi, mtu ambaye atamkeep company. Hapo kwenye MOSHENEE inakuwa tamu ajabu, kwa sababu unapopata watu wako wawili kwenye nyumba, inakuwa ni tamu namna gani? Inakuwa ni tamu na kwa huyu ndugu yangu anasema, sijui ni ndugu pana dada pale, shabiki wetu GRDC GV7U FDWD FGHH, anasema kama Afrika na turidhiki kamwe, hadi mimi mwenyewe nashindanga kuelewa juu asiyekuwa na mtoto ana shida, aliye na mtoto anasema afadhali singezaa. But Mungu yuasema hapo ulipo nina mpango na wewe. Hapo umemaliza yote. Nina mpango na wewe. Yeah, that is the mpango Mungu alikuwa nayo. Kwa sababu unajua hapa Mungu hata alipoumba Adamu, si alimwambia tu hiyo ni kazi yenu. Yaani mkibahatika ukuwe na mtoto itakuwa ni vizuri. Usipobahatika bibi yako yuko hapo. Hiyo ndio mnaitana baby. Hiyo ndio bibi yako, huyu ndio bwana wako.
hapo tuelewane vizuri. Tuelewane vizuri. Lazima tuelewane vizuri hapo. So ukiwa pale lazima utambue mawili matatu yale ambao Mwenyezi Mungu anakubali. Cha kwanza, usifukuze bibi kwa sababu hapati mtoto. Hiyo ni kama umemcheka. Hiyo umemcheka. Kama siku moja pale mtu aliumia katoka jina moja, alafu unaanza kumwambia wewe uko na gapo. Wewe hata siwezi kukua kwa sababu umeumia. Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo watu hufuata, ambavyo kidogo hata mimi naona kwamba hizi hazistahili. Wewe ni Mkristo tu unaanza kusema bibi yako kidogo ameng'oka jino. Huyo sasa hivi ana sura nzuri, hata akismile tu anaangalia chini ya kuangalia. Watu tuko na vituko pale, lakini inastahili kwamba tujue kile ambacho Mungu anakusudia juu ya maisha yetu. Ni kwamba atuangalie kile ambacho mtu tu uangalie tu sura, unaangalia kile Mungu ambacho amepanga juu ya maisha yako. Mungu ana mpango mzuri. Dada yetu pale aliweza kuimba wimbo kama huu kwamba ana mpango mzuri na maisha yetu. So who is this person ambaye kuna mpango mzuri na maisha yetu? Ni yule ambaye alituumba kwa mfano wake, ni yule ambaye kwa kweli ana yale masumbuko kwa sababu ya maisha yetu, ili kwamba tuweze kusonga, ili kwanza tuweze kusonga hatua baada ya hatua, ili kwamba tusibaki tulivyo, bali tuweze kusonga kwa njia ya taratibu. Alright, kiwa unanipata bado, endelea kuzidi kutufuatilia hapa. Unaweza kutuma jumbe zako, lakini kwa sasa tuniweze, kwa sababu imetimia nusu saa kidogo tu, niweze kuingia kwenye advert kidogo, alafu nitarejea kwa sababu ya kumalizia pale, tukiwa tumebakisha dakika 30 pekee yake, ili kwamba tuweze kumaliza stream ya siku ya leo, ili kwamba tuweze kumaliza kwa njia ya taratibu. Alright, ukiwa unaangalia hapo kwenye maandishi ambayo yanapita hapa kwenye screen hivi sasa, tunaambia kwamba uko na video ambayo hujashoot, wewe ni mwimbaji, uko na yale ambayo ni mazishi yako pale manyumbani, ambapo wewe uko mbali, unahitaji kwamba yakuwe streamed, uko na event ya harusi kidogo, ungependa kuchukua kwamba video kidogo kuja kuirefaa miaka ijayo, ili uweze kuonesha watu vile mlikuwa sura za ujana, sura hizo watu ambao walihudhuria, ungependa tu kuwa na video kama hizo kwenye shooting. Haya, pia wewe ambaye ni mwimbaji, pia ungependa tu kufanya mambo yako ya kuimba na kupata studio nzuri, ya music nzuri, music aina yoyote tu ile ambayo unahitaji, kuna studio ambayo ni nzuri kwako wewe ambaye ni mwimbaji, kwako wewe ambao unahitaji pia kufanyia streaming pale kwenye events zote. Kuna sherehe ya pastor wenu kanisani, sherehe ambayo kidogo ungependa ikue kwenye kanda na kidogo iweze kuonekana siku zote katika masuala yote, basi itakuwa ni vizuri ukipiga kwa nambari ya 0700169444 ili kwamba iwe baraka kwa wote ambao wataweza kuwa wakifuatilia. Ni hapa kwenye Kisi TV. Kwa hivyo kupatana na yule ambaye anasimamia masuala haya tu ya mambo ya marketing, sasa marketing, ili kwamba uweze kumpata na uweze kuongea na management hiyo kwa masuala ya music na masuala mengine tofauti, piga kwa 07001649 mara 3. Itakuwa ni vizuri ukipiga nambari pale ili uweze kuwasiliana na wale ambao wanahusika na masuala hayo ya sales and marketing. Alright, muziki mzuri tu hiyo, unasikia kabisa vile kanakuda kanaingia kutu kwa kile vizuri. Alright. Haya, tunaangalia hapa Brilliant Nangila anasema kwamba anapata shida sana kwa mahusiano kuhusu niko na watoto, ila mimi hufeel hao watoi wangu ndio furaha yangu. Sijashika hii. I thank God for the gift. Brilliant, hiyo kidogo inahitaji some guidance. Lakini ni sawa. Utatafuta pale, then guidance utaipata. Usijali, hiyo usijali. Kabisa usijali.
hilo ni rahisi, jambo rahisi sana kupata suluhu kwa maisha yako pale. Kidogo hii anasema kwamba mimi napata shida sana na kwa mahusiano kwa sababu niko na watoto, ila mimi feel hao watoto wangu ndio furaha ya kwangu. Huyo hapa yeye ana watoto, lakini pia anaona kwamba shida tu iko hapo kwa sababu watu hawakubali. Watu hawakubali hata watoto jamani. Ni vibaya. Si vizuri. Tukiwa tunamalizia pale katika awamu hii ya mwisho, zikiwa zimekatika dakika 34 baada ya saa 3 usiku, ambapo tunasema kwamba ni kipi hiki? Tulishasema kwamba God aliumba mwanadamu na mwanadamu wenzake. Huyu Adamu aliumbiwa mke kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi kwamba huyu awe ni msaidizi wa mwanaume. Na pili, kwa sababu unajua bibi asipopata mtoto haimaanishi kwamba hawezi kuwa msaidizi wa kwako. Atakusaidia kufikiria, atakusaidia masuala mengine kama kufanya kazi pale, nafanya kazi. Pia tu mnaweza mkafanya vitu vingi zaidi ukiwa na mke huyu ambaye shida kidogo ni kupata mtoto. Wewe okay, it's all about barrenness. Inaweza kuwa pia hata mume tu ako na hiyo shida. Inafuata tu na vile tu mnaelewana. Alivyosema tu hapo, lazima muelewane. Ikiwa kama unataka kuleta bibi wa pili, itabidi kwamba mmeelewana. Hapa tunapata kwamba Abrahamu pia yeye aliweza kuelewana na Sara. Lakini baadaye tena Sara akageuka, mwanadamu ugeuza mawazo. Kwa hivyo ndio hata mimi na encourage so kwamba kama wewe uko na bibi na huyo bibi kidogo hapati mtoto, hamna haja mfukuze, hamna haja hivyo namna gani. Wewe kama Mkristo, hamna haja bibi mama yako aweze kuingilia sana kwamba hii unastahili kuwa fana hivi kidogo, hata mnakimbia kwa waganga, kwa sababu waganga si suluhisho. Solution inakuwa ni kwa Mwenyezi Mungu tu peke yake. And by the way, hili jambo linakokumba hatulikubali maishani mwetu, hatulikubali kwenye familia zetu, hatulikubali ni kwa sababu tu ya kutojua mapenzi ya Mungu, kutokubali mapenzi ya Mungu. Kuna ule ambao unaitwa ni mpango wa Mungu. So I want to tell you, yule ambaye hivi leo wewe uko na masuala haya ambayo yamekuwa magumu kwa maisha yako, I want us to talk on this. Yule ambaye uko na masuala haya, niko advice katika siku hii ya leo. Wewe ambaye unaambiwa kwamba wewe umelaaniwa, haujalaaniwa. Ipo laana, lakini wewe ikiwa umeokoka na umpenda Kristo kwa maisha yako, kwa Bwana na Mwokozi kwa maisha yako, haujalaaniwa kamwe na hautowahi laaniwa. Na kama wewe uko tu pale haujapata mtoto, basi hili tu likuendee na ulisikize vizuri. Ulisikia kwenye Biblia kama kuna mtu alikuwa hana mtoto, siku zote alimtumainia Mwenyezi Mungu. Let me tell you this. You've been praying. Hiyo ndio nataka tuelewane hapa. Umekuwa ukiomba ukisema, Mungu nipe miracle ya mtoto. God nipe miracle ya mtoto. But do you know the reason of our prayer? One, ukiomba Mungu unahitaji atende. Na pia ukiomba maombi yanakupa amani katika moyo wako. So if God hakuanswer your prayer, uliomba ili ukue at peace with God, at peace with these people ambao unaishi na wao, at peace na huyu mtu ambaye ni jirani yako, at peace na kila mmoja, kwa sababu Mungu ana mpango mzuri na maisha yako. Usihofu, usilie, usikuwa unatamauka, because prayer we do pray. Unasema, mtu anasema kama nimeomba, nimeambia Mungu nisaidie nipate mtoto, na bado tu Mungu anisikii. Haustahili kusema kwamba Mungu hakusikii. Mungu masikio yake, yani hata kidogo hayajatiwa pamba, na hata kidogo hayajawahi tiwa pamba. Yeye yuko tu tayari kukusikiza. Oh yes, yuko tayari kukusikiza. Tayari kukusikiza tu mwanangu. Anasema hivi, is very clear and very particulate kwa sababu ya masuala ya Biblia. Anatuambia yani yeye masikio yake yako wazi na haraka kusikia kutoka kwa yule ambaye ni muumini wake. So if you are a faithful listener of God, wewe ambaye ni mtu righteous person, wewe ambaye ni mtulivu, ambaye kwa kweli wewe unasikiza kila ambacho Mwenyezi Mungu anasema juu ya maisha yako, then you should never be worried, kwa sababu Mungu
yuko na wewe. So this is very particular, kwa sababu masuala mengi yamekuwa ni shida. Masuala mengi yamekuwa ni shida kwenye familia zetu. Tutafanya namna gani? Itakuwa namna gani? This is a challenge, but this challenge inaisha. Kwa sababu wakati unaomba usiexpect kwamba kile umeomba upewe, lakini unajua Mungu asipokupa mtoto pia amekupa amani. Hiyo amani wacha iwe ndani ya moyo wako, na kubali hiyo amani itulie ndani ya roho yako. Because when you pray, you want God to hear prayers. Amesikia na akakupea amani. Unataka nini tena? You know, kila ambacho watoto ulete kwenye familia ni amani. Do you know this? Why? Wewe umeomba pamoja na mume wako, mmesema tunataka watoto, si ndio? Mwanawe ameomba na umesikia kwamba amefika pahali ametulia. Wewe umefika pahali unahisi kama uko na shibe kila wakati, uko na amani kila wakati. Si ujue tu Mungu amekujibu kwa hilo. Why do you stress yourself? And why should you stress yourself? Kwa sababu huyu Mungu ambao umemwomba amekupa amani. Amani ndio inaleta na watoto. In every family, kama kuna shida kwenye familia, kile ambacho kinaleta amani ni watoto. Kama huko pale your mother-in-law, your brothers-in-law, sisters-in-law, wale ambao hata pia na wazazi wako wako na amani na wewe. Why can't you accept kwamba ni Mungu amekupea hiyo amani? Why can't you really? Wewe fikiria mara 2 3 useme kuna watu wanaongelea vibaya kwamba huyu apate mtoto, huyu ako na shida, lakini wewe sijiulize, mbona wanakupata wanakusalimia kwa heshima? Hawakubagui, hawakupigi chochote, hawakuambia lolote ambalo linakukasirisha. They are happy with you. Utakuwa namna gani? Si lazima tu uelewe kwamba masuala haya wanayokuambia, I say you have to accept that. Na itakuwa ni vizuri kisonga kwa njia hiyo, ikiwa imetimia ni mwendo wa saa 3 dakika zimekatika ni dakika 40, ambapo ikiwa kama unaendelea kutizama kuna Tusuhulisheje TV ni awamu hii ya mwisho pale, ukiwa na mimi Papa Isaac Leonard kuna awamu hii ya mwisho pale tukimalizia. Line za simu ziko wazi, waweza kupiga hapa kwenye stream hii ambayo nimeweka wazi tu hapo. Itakuwa kwamba ni vizuri ikiweza kuingia hapa ili kwamba tuweze kujua ila ambalo kidogo wewe unaona kwamba masuala haya ya kupata watoto imekuwa ni shida kwa familia nyingi na changamoto, na kidogo umeona kwamba watu hawaelewani tu kwa sababu ya kutopata tu mtoto, lakini inakuwa kwamba ni haraka kuongea kidogo. Wale ambao kidogo tunaangalia kutoka kwa umbali tunasema huyo mtu amekuja hapa kulisholishwa amekuja tu hapa kulisholishwa na kukula tu hapa, amenenepa tu lakini tu lazima ujue kwamba Mungu ana kusudi na maisha ya mtu fulani. Makusudi ya Mwenyezi Mungu juu ya mtu fulani lazima uelewe, kwa sababu wewe tu si Mungu. You have to judge, you need not to judge, kwa sababu Mwenyezi Mungu tu ndiye tu walio na hiyo haja tu, baya kuna hiyo haja tu ya kumpa mtoto ama simpa. And kuna watu kwenye Biblia, nilikwambia hapo mwanzo tulipoanza kwamba lazima uelewe kwamba mtu anapokuja duniani hii hakuna hatima ya kwake. Mungu amemwekea hatima yake binafsi tu, na ile ambayo wewe mwenyewe hauwezi ukaigeuza. Hauwezi ukaigeuza kwa sababu Mungu tu anamjua. Mungu tu anajua mahusia ya kwake. Mungu tu anajua hatima ya kwake. Anajua vile atakavyoishi, vile atakavyokuwa, vile atakavyokula, yote huyu Mungu anajua. Kwa hivyo huyu si Mungu wa kumblame. Si Mungu wa kuletewa mamblame bana. Tukiwa tumemalizia pale, nilikuwa nimemaliza katika awamu ya kwanza kusema pale jambo mambo mawili, kwa sababu kwa wewe ambao uko na hauna watoto, umeambia Mwenyezi Mungu mimi nataka mtoto, lakini amekupa amani, hajakupa mtoto, you should be unastahili kuridhika na hiyo, you should be happy with that, na utaendelea kusonga kwa njia iliyo ya taratibu. Na pale tukumalizia pale katika jibu la tatu nikwambia kwamba kutokuwa na mtoto si mwisho wa maisha, ama si wanasema kwamba kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa upishi, hivyo ndio wanavyosema kila Kiswahili. Kwa hivyo wewe ni mpishi bado, wewe ni mpishi, ni mwiko tu ulifanya nini, ulivunja. We have this. Ndio wale ambao walisoma siari kidogo, hata mko na majibu yote ambayo ninaendelea kuyasoma siku ya leo. Hivi hahitaji kwamba uendelee kuniambia hiyo imekuwa namna gani, hiyo imekuwa taratibu, imekuwa mbaya, lakini hapa lazima tuelewane. Hapa kuna wewe ni mpishi tu. Do you love children? Do you love kids? Kama unawapenda basi itakuwa ni hivi. Wewe
try do this. Wewe kuna children's home, una watoto wazuri, unaambiwa kuna mtoto fulani ako na tabia nzuri, hana wazazi, ni mtoto ambaye ako ready kuishi kwa watu ambao kidogo wako ready pia kumtunza. Unaenda pale kwenye children's home, hata ulizi malipo ya mtoto bana. Wewe unauliza tu are you ready, unapewa certificates, una sign, unafanya vitu vyote. By the way, very soon nitaenda pale kujaribu kuhoji inakuwa namna gani. Mbona siku hizi mbona tusikii hili swala kidogo, watu wanachukuliwa kidogo, tutajua kama watu pia wanakuja kuchukua watoto kutoka those homes ili kama tujue mambo yanaenda namna gani siku hizi. Zikiwa katika dakika 45 baada ya saa 3 usiku, uko na mimi Papa Isaac Lende kama kawaida kwenye MOSHENEE, right? Kama kawa zikiwa tunamalizia pale. Kwa hivyo ukiwa kwamba unaona kama uko na shida pale, wewe ona daktari. Zikia dada yangu alikuwa anasema kwamba ona daktari, ona daktari tu, kwa sababu kama iko shida pale ona daktari. Lakini hapa mimi nakwambia daktari yupo tena na wako wengi sana, lakini kuna yule Mungu ambaye zaidi ya yote yeye tu anakujibu wakati ambao unahitaji msaada wako. Anakujibu tu na kujibu tu. Kidogo namalizia. Inaonekana kama watu walikatisha mambo ya mawasiliano kwenye simu kidogo tu wanaangalia pale. So napenda wale ambao ni silent viewers kabisa na silent listeners kama wako. Sasa kama huko pale kama silent listener huko mbali na simu kidogo hauoni video hii kwenye YouTube pale, kwenye Facebook pale, itakuwa ni vizuri bado ikiwa kama unafuatilia, and we are happy kwamba bado tu tutapata comments za kwenu hata tukiwa pale nyuma ya tent, bado tutapata tu hizo comments za kwenu pale. Haya vizuri. Kidogo nikiweke wimbo mmoja alafu nitarejea ili kwamba tumalizie pale katika awamu hiyo ya mwisho. Usiondoke wewe ambao uko mbali pale, itakuwa kwamba umefanya makosa. Usiondoke kwa sababu hiyo ambayo nakuletea mwisho pale ili tumalizie, itakuwa kwamba ni kali zaidi ya kali. Itakuwa ni kali zaidi. So lazima utategea vizuri ndio uone kama itakuwa ni tamu. Lakini kidogo hapa nakwambia iko kwaya yetu hapa inafanya mambo mazuri na mazito pale. Kwa hivyo endelea kuitizamia hapa, endelea kusikiza hapa ili kama tuzidi kwa njia ya taratibu. Baraka.
Oh yes, kabisa kabisa, ni bora zaidi kwamba tunakuabudu mfalme mwenye enzi. Wewe ni mwema, wewe unastahili Baba, na kwa kweli unastahili kupewa sifa na heshima. Kama uko pale na ungependa kuongea na sisi, ungependa kufuatilia hiyo stream ya vile vile, na kama ungependa tu kupeana maoni yako, ningependa tu text ndani ili ikuwe vizuri tuweze kuendelea kwa njia iliyo nzuri kabisa. Lakini kwa wale wote ambao kidogo mnaendelea kufuatilia hapa, lakini nimalize tu hapa kwa masuala ya kutangaza haya yote kwenye marketing. Kidogo tu tufanye marketing kidogo ili kwamba kidogo sabuni itapatikana. Right, vizuri. So hapa nakwambia kwamba kuna ikiwa kwamba wewe ni yule ambaye ni mwimbaji, ikiwa kwamba wewe ni mwimbaji unataka kufanyiwa shooting kidogo audio ama video pale kwa pesa ambazo kidogo mtaelewana, piga nambari hiyo ya WhatsApp, tuma text ama as well unaweza ukaipiga kwa 0700 169 444. Kwa ni vizuri ili kama uweze kuongea na sisi hapa. Hii ni Kezi Hot TV, moja wapo ambayo ya zile television ambazo zinang'aa hapa kwenye mitambo yetu ya YouTube. Mitambo ya YouTube ambayo inakupa habari na kuburudisha na inakupa na burudani. Hasa kama hivi sasa tunakupa burudani na maongezi yetu, inakuwa ni vizuri sana. Kwa hivyo ikiwa unataka live streaming pia pale kwenye event ambayo iko pale manyumbani, kuna ile operation iko pale ya bishop, iko pale ya pastor, iko pale ya reverend, kuna ile baraka, kuna zile baraka ambazo kidogo ungependa pia upate kwa sababu ya kufanyia kanisa kitu fulani kidogo, uko na church service unataka ikuwe stream, ongea tu na hiyo namba, piga kwa 0700 169 444. Itakuwa ni vizuri ili kwamba iwe taratibu, na kwa njia hiyo basi tutakuwa tunalalamika, tutakuwa tunafurahi sana ukiwa unajiunga pamoja na sisi na ukiwa unaongea na sales and marketing hapa. Itakuwa ni vizuri kwa njia hiyo ya taratibu. Zikiwa zimebaki dakika 5 tu ili kwamba niweze kutamatisha itakuwa kama lazima uprepare ili kama tumalizie kwa njia iliyo nzuri zaidi. Ikiwa kwamba ni katika dakika 55 baada ya saa 3, basi endelea kutizama hapa kwenye Kisi Hot TV kwa mara hii, tukiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya baraka hizo nzuri. Haya, wale ambao bado mnaendelea kutizama, tunataka tumalizie kwenye event, kwenye masuala haya kidogo tunataka tumalizie. Ya mwisho pale ndio tunamalizia. Siku zote wewe usikuwa unalalamika. Siku zote pia tunaambia kama tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yale yote ambayo anafanya juu ya maisha yetu. I want us to understand this. Yaani maisha yetu lazima tuelewe kwamba Mungu anatupenda. Mungu anatuwazia yale makuu. Mungu mapenzi yake ni makuu. Mungu upendo wake ni wa agape. Upendo wake ni wa ukuu. Kwa hivyo inabidi kwamba tuweze kujua kile ambacho Mungu anataka tufanye katika maisha yetu. So we should be faithful to our God. That is number 1. Number 2, we should be thankful to our God kwa sababu bado tu hata kama uko katika hiyo hali, wewe ambao ni dada, wewe ambao ni kaka, wewe nyinyi ambao tuko kwenye familia hizi ambazo we are childless, bado jua kuna watu ambao una serve, ambao ni watoto wako. Just feel like you have some people ambao una serve. Kuna wale ambao kidogo wako kwenye kwaya, mna try to interact. Kuna wale watoto wa ndugu yako, dada yako, you try to put them to be your kids. Kuna watu ambao wanalia hapa, nimekwambia kwenye children's home. Chukua mmoja, mpeleke pale manyumbani. Suluhisho tu uzuri tu. And ukishamchukua pale utakuwa na amani, utakuwa na furaha, au utakuwa na lalamika, utakuwa na nungunika because God is there for you. So let me tell you this. God is faithful. God is faithful. Katika hali hizo zote, umekuwa ukilia, umekuwa ukisumbuka, people have been talking ill about you, wewe waachie Mungu. Tell God, you said lazima nitakuwa hivi. Then I'm glad because you lives. Kuna wakati unalia, unamwambia Mungu, mimi umenipa amani, na hata hawa watu nawaombea wape amani, wawe na amani pamoja na mimi.
And for that person ambao hujaomba, umekuwa pale hujampata Kristo Yesu na you are childless, hujampata Kristo, maybe you may not know kama ni masuala ya spiritual, hujafunguliwa na Mwenyezi Mungu, you can just receive Jesus and have that peace as well, have that kid ambao kwa kweli unahitaji katika maisha yako. Itakuwa ni vizuri kwa njia hiyo. Basi ningependa tu kuombea wale watu ambao kidogo mmekuwa mkiwasengenya kwenye mashine mingi. Sasa nataka hii leo muwe na mashine ya Christ. Tunasema kama mashine ya Christ imetusaidia pahali. Mashine imekuja kuleta change kwa maisha yetu. Imekuja kuleta transformation because we have seen these things tumekuwa tukifanya si mzuri. Sasa leo nataka uelewe kama kitu ambacho umekuwa ukifanya si kizuri hata kidogo. So lazima uelewe kwamba ni kitu kipi unastahili kukifanya katika maisha yako ili iwe vizuri. Alright? So ikiwa kwa njia hiyo basi try to know who God is to your life, and by doing so itakuwa ni vizuri. So let us just pray. Ikiwa umekuwa ukitusi watu, umekuwa ukiongea vibaya au ujikuwa unajua kama ni vizuri ni vibaya, I want us to pray. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, naomba msamaha kwa sababu nimekuwa nikiwasengenya watu kwa sababu ya kukuwa na shida mbalimbali. Bwana, naomba unisaidie ili nisiwaongee, bali niongee jina lako la uponyaji juu ya maisha yao, na niwape neno lako ambalo neno la uwezo juu ya maisha yao. Bwana, unibadilishe, nisamehe ili niweze kuendelea, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Ikiwa umempata Kristo and you are there, you want to receive Jesus, just pray before me. Sema, Bwana Yesu, leo hii nimetambua uko na mpango mzuri na maisha yangu. Bwana, nimekupa maisha yangu hii leo, niokoe, nipe jina jipya, na amua kukufuata wewe, maana wewe ndio njia na ndio uzima na ndio ulio na mpango mzuri ya maisha yangu. Bwana, unisaidie, unipe Roho wako Mtakatifu, unineemeshe kwa kila hali, nivumilie. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Ikiwa kama uko pale and you have not been doing this, and kwa kweli ukifanya hivyo, basi nakuomba kwamba ufanye hii leo na Mungu ataweza kukubarikia. Siku zote nimekuambia kwamba bibi aliomba kwa sababu yeye akuwe kwamba companion wa Bwana. Si lazima awe na mtoto, lakini akiwa na mtoto hiyo ni baraka nyingine. So baraka ya kwanza ni kwamba kuwa companion. Kuna watu ambao wana bibi, wewe umepata bibi, you should be happy you have that companion. Alright? Mara ya pili tena nikasema kwamba katika hizo hali zote tunastahili kwamba tuwe prayerful. Siku zingine tena nikasema kwamba uenda tu pale children's home, ikiwa una mtoto unahitaji, kuna watoto ambao wako pale wazuri, mnaweka tu yale makaratasi vizuri, wewe nani na unataka wapi, unaweza ukafadhili huyu mtoto kwa njia nzuri. Oh yes, utakuwa ukitembelea, ukimaliza miaka kama 10 hivi wachache kukutembelea, kwa ishadi wewe kwamba huyu mtoto sasa atakuwa katika hali nzuri. Alright, thank you so much. Kufikia hapa sina la ziada. Hivi sasa yule ambaye ataweza kuingia hapa ni ndugu Kurukuntu kwa masuala mengine, lakini nasema kwamba Mungu akubarikie na kuongoze. Niite Papa Isaac Leonard. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Baraka za Mungu zikuandame. Tupatane tena hiyo kesho. Patana na Kurukuntu siku ya leo. Goodbye. God bless you.